Katika mambo mengi ambayo umeyakumbuka na kuyatafakari siku ya leo, mimi naomba nikukumbushe kitu kimoja. Mungu anakupenda, anakuwazia yaliyo mema. Mungu hajakuacha, yuko pamoja na wewe. Hebu angalia kile ambacho anakisema katika Isaya 41 mstari wa 10. Anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Kama haitoshi, katika Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, ninayajua mawazo ninayowawazia, ni mawazo ya amani. Wewe unaweza usijue nini Mungu anakuwazia katika maisha yako. Unaweza kuona ni kama uko peke yako. Unaweza kuona ni kama nimefika mwisho. Unaweza kuona ni kama haiwezekani tena katika maisha yangu. Lakini kuna kitu chema Mungu amekuandalia mbele. Kuna mpango mzuri ambao Mungu amekuandalia mbele. Na kwa wakati wake na majira yake, lazima utakifikia. Ngoja nikufundishe kitu kimoja ambacho kitafanyika msaada katika maisha yako. Unapofikia uamuzi wa kusema nimeamua kumwamini Mungu, manake muamini Mungu kwa moyo wako wote. Usimwamini Mungu kulingana na kiasi cha pesa ulichonacho au kulingana na uwezo ulionao. Let me go even more deeper. Yusufu hajasomea mambo ya uwaziri, hana CV ya kuwa waziri, lakini Mungu anamketisha katika kiti cha uwaziri. Mungu anaweza akakupeleka mahala ambako CV hazikuruhusu kwenda. Mungu anaweza akakupeleka mahara ambako connection hazikuruhusu kwenda. Mungu anaweza akakufanyia mambo ambayo pesa haiwezi kukufanyia. Mungu anaweza akakutibu magonjwa ambayo hospitali yameshindikana. Mungu anaweza akakufanyia mambo ambayo haiwezekani. Kuna mtu mmoja anaweza akajiuliza, yanawezekanaje haya? Katika kitabu cha Mathayo anasema kwamba kwa wanadamu haiwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Don't worry, usiwe na mashaka. Amini ndani ya moyo wako kwamba kuna kitu Mungu anaweza akafanya katika maisha yangu. Haleluya.